Tunalima kwa mateso sana kwa mkopo. Alafu tunamalizia pesa zote kwenye bodaboda wakati wa kutoa mali zetu. Gunia moja likitoka pale mpaka hapa 10,000. Hapo alijapelekwa kwenye gari. Alijatukuliwa nauri 5,000, ushuru 2,000. Alijashushwa kule Moshi. Alijanikwa, aliingizwa mashine. Tukitoka hapo Moshi, tunaangalia njia kutoka. Maana umesahau, huna kitu ulichotoka nacho. Kutoka pale ndani mahesabu yamepigwa mstari mpaka hapa. Unaangalia sasa nafanyaje? Nikaanze tena maisha. Jamani, amnikopesha hata nauli. Nauli mama utapata, lakini inabidi andikwe. Na utasisikiliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kero ya barabara kutoka Lemkuna kwenda Ngorika kwenda kuungana na Msitu wa Tembo kule, barabara hiyo ni mbaya sana. Na muona hata msafirishaji wetu hasa kwa vile vijiji vya kule, Mheshimiwa Abdalla anapita kwenye ile njia na ile kosta yake. Kwa kweli changamoto alionayo ni kubwa sana ya barabara hiyo. Vikopo vya vyama kama hivi. Lakini mbona masuala ya mikopo sisi tumesaulika kwa kweli, tuko nyuma sana ndicho. Andika vizuri. Kuna jambo ambalo kitendani ya sisi kama wanachama wa sisi. Maana sisi ndio tunatufanya tuwe hapa. Lakini cha pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunarudi kwenye msala wa msingi. Juzi tumetolewa vikundi fulani, vikundi vinatengenezwa hapa kijijini vya vijana kwa ajili ya mkopo wa Mama Samia ambao ulitolewa kwa ajili ya vikundi vya vijana. Vikundi viwili vikapewa pesa, lakini vingine vimenyang'anywa bila sababu za msingi. Kwa nini vimenyang'anywa? Kwa sababu utaratibu unasema inawezekana ni kweli kwamba wamehama kwenye hoja ya msingi kwamba tutaka tufuge kuku, lakini baadaye tukagundua kuku hapa kuna vicheche vingi. Tuuze mayai, tununue mayai tuuze. Lakini hela zikanyang'anywa kwa mfumo upi tueleweshwe. Lakini kingine, diwani wetu wanatupambania sana kwa vitu vingi walivyosema elimu na nini. Lakini kuna mambo ambayo ya msingi kama sisi ilani ya CCM wauguzi wetu madaktari inafika sehemu ala mitaani. Sababu za msingi, kanyumba ni kadogo walikojengewa. Hawawezi kukaa kwenye kile kinyumba cha madaktari au utumishi. Kanyumba ni kadogo. Kwa hiyo ikiwezekana hata kwa mchango wetu sisi, lakini pia kwa Chama cha Mapinduzi tusaidiane kupiga kampeni kwa sababu ndio chama tawala cha serikali. Kwa hiyo tunakitaka, lakini mikopo ya vijana ishughulikiwe na isiwe na mbambamba kwamba kuna mtu katupambania sisi. Maeneo yaliyokatika wameyajaza. Baadhi ya maeneo ambayo yalikatika, baadhi yake wameyajaza, lakini haiwezi kukizi katika eneo lote. Skimu yenyewe ni kubwa na barabara ni nyingi. Lakini pia tunafikiri katika huu mradi unaokuja ambao tunategemea kufanyia kazi, kama utaweza kuchangia sehemu ya hii barabara. Hata hivyo kuna jitihada zifanyike, sababu hata tuta la mafuriko, hii skimu ina tuta kubwa la mafuriko linalozuia maji yasiharibu miundombinu, na lenyewe pia limevunjika. Lakini sehemu yake tumeshajenga kipande kile cha mtoni pale kupitia shirika la WFP walitusaidia. Yaani kiukweli ni kwamba hiyo changamoto ipo na inahitaji kufanywa kazi. Na tunaamini kwamba tutakuwa na mkutano mkuu wa chama tarehe 29 mwezi huu. Itafanyika, na katika moja ya mambo wao watajadili pamoja na hili la uharibifu wa barabara. Na ndio skimu extension. Na katika kueleza na kutafakari kazi ambazo tunatakiwa kuzifanya, hii wanasema wakulima wenyewe kupitia chama cha ushirika. Sasa tumeshatambulishwa mradi mwenyekiti ambao unakuja kufanya hayo maboresho ya skimu yetu. Kati ya yale mambo ya msingi ambayo sisi kwanza watumiaji tunaenda kuyapendekeza kufanya, mojawapo ni haya tunaenda kuyasema wenyewe. Na ndio maana akasema tutakuwa na mkutano wa wakulima tarehe 29. Na tayari chama cha ushirika kile wale wameshatamka na kutaja maeneo ambayo wanataka yarekebishwe kabla ya kwenda kuanza sehemu nyingine mpya. Na hii ya barabara mwenyekiti ni changamoto kubwa, kwa sababu skimu hii ilivyojengwa ina barabara zote ambazo kila mtu mwenye shamba anaweza tu kutoa gunia lake hapa na kuweka barabarani na kusafirisha kiurahisi. Yaani imetengenezwa kwa gari inaweza kuingia popote na ikatoa mazao na kuleta huko. Kwa hiyo kwa sasa hivi baada ya kukumbwa na hayo mafuriko, changamoto imekuwa ni kubwa sana. Ni vijana wa pikipiki watoe kule mbali. Kwanza watoke vijana wenye nguvu. Kati ya hivyo vikundi 27, vikundi 9 ndio vilivyokuwa vimekidhi vigezo kwa awamu ile ya kwanza. Lakini kati ya vile vikundi 9 vilivyopata mahojiano kati ya kamati ya mikopo ya kata na kamati ya mikopo ya wilaya, walikuja kuwahoji, vikundi viwili ndio viliweza kupata mikopo
kwenye hii awamu ya kwanza kwa kata ya Ngorika, navyo vimepatikana kwenye kijiji cha Lemkuna na ni vikundi vya wanawake, kikundi cha wanawake kimoja ambacho kiliweza kupata shilingi milioni 9,980,000, lakini kuna kikundi cha vijana nacho kilipata milioni 11 na 17,000. Lakini kati ya hivyo makubaliano au andiko la mradi kama lilivyokuwa limeandikwa, wao walikwenda kinyume baada ya kuona hela zimeingia, lakini kabla ya hapo walikuwa wameandika miradi ambayo ingeweza kutekelezeka, lakini baadaye wakasema kwamba haitawezekana, basi wao wakachukua pesa wakaenda wakagawana. Taarifa zilipofika halmashauri, wao wakaturudishia majibu kwamba warudishe zile fedha kwenye akaunti yao. Kwa hiyo jinsi wanasema wao kwamba wamenyang'anywa pesa, hakuna aliyenyang'anya pesa hata shilingi ya mtu. Iko kwenye akaunti zao za vikundi. Wameambiwa wafuate taratibu, wabadilishe miradi, na ndio mchakato ambao tukubaliana, na tumewaambia kwamba waje tarehe 25 kesho. Taarifa wanayo. Kwa hiyo wakija kesho wanabadili ile miradi, wanafuata zile taratibu, wanachukua pesa zao, wanaendelea kufanya miradi yao kama kawaida. Ila tafsiri wao wametafsiri tofauti. Mabarabara haya, mimi nilipochaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa mwenyekiti wa CCM wa wilaya, nimetembelea ukanda huu. Na nakumbuka kama usikiliza hotuba yangu ya kwanza kwa mara ya kwanza nikiwa orchestra, maeneo ambayo niliyasemea kwa msisitizo mkubwa ni maeneo ya bonde hili. Wilaya ya Simanjiro haiwezi kuitwa halmashauri inayojiendesha bila kuitaja kata ya Ngorika, bila kuitaja kata ya Msitu wa Tembo, bila kuitaja kata ya Lobosoit. Hizo kata tatu ndio vinara wakubwa wa sisi kupata heshima ya kuwa na halmashauri inayosimamia wilaya ya Simanjiro. CCM oye! CCM oye! Nasema hivyo kwa sababu si mimi wala si serikali ndio imeamua iwe hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu mtoa vyote aliamua bila kushawishiwa na mtu yeyote kuipa uchumi ulioibana kata ya Ngorika, kata ya Msitu wa Tembo, kata ya Lobosoit, akiwa na makusudi yake peke yake. CCM oye! Na kwa namna ya pekee niwapongeze sana wanangorika, watu hawa bonde kwa ujumla, kwa namna mnapofanya uzalishaji unaoleta maisha mazuri kwa Watanzania wanaoishi wilaya Simanjiro na Watanzania wanaoishi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini kikubwa zaidi, tumeendelea kupita matawi mbalimbali kutoa asante nyingi sana kwa wananchi kuendelea kuiamini Chama cha Mapinduzi ambayo ilizaliwa kwa muungano wa vyama viwili muhimu iliyoleta mabadiliko makubwa ya kimaendeleo ndani ya taifa hili, ambao ni chama cha TANU na chama cha Afro Shirazi Party. Na mwaka wa 77 wazee hawa walioko hapa walikianzisha Chama cha Mapinduzi, na yenyewe mpaka leo imeendelea kuleta amani na utulivu, imeleta maendeleo makubwa ndani ya taifa hili. Na kwa miaka hii ya karibuni, miaka 4 ya Mama Samia Suluhu Hassan, ambayo ni mama pekee aliyeongoza taifa hili tokea ipate uhuru, imefanya mabadiliko makubwa sana na maendeleo kutiliwa mfano. CCM oye! Sitaka kuyarudia leo sema Mheshimiwa Diwani, kwa sababu haya yote ni ilani ya Chama cha Mapinduzi, na nikupongeze kwa sababu umesema ulitumwa ilani, na kingine umeiongelea makubwa yaliyofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan. Haya yote kiongozi yote wa kisiasa ndani ya Chama cha Mapinduzi anaposimama lazima moja aseme ilani